Kuna shule ambazo zinaitwa group of schools ambapo utapata kwamba wanafunzi wanalipa karo ya 200,000, 300,000. Kuna nyingine hata wanalipa milioni ama nusu milioni. Halafu kuna hizi shule nyingine za kina Yahe na wanafunzi wanalipa kiwango cha chini. Na pengine mtu atajiuliza katika hizi shule mbili ambazo ziko katika sehemu hizi mbili, tofauti kubwa hasa ni gani? Kile ambacho nimekuja kugundua ni kwamba wanafunzi ambao wanasoma katika hizi shule za ambazo pengine tuseme ni za hali ya kiwango cha chini, huwa wanapata masomo yale yale tu yanawafundishwa na walimu ambao wana tajriba, wengine pengine kidogo, lakini masomo ni yale yale. Tofauti iliopo na wale ambao wanasoma katika zile shule ambazo pengine kiwango cha hela iko juu ni kwamba kuna mfumo fulani ambao wanajenga na nitakupatia maelezo sahihi kabisa. Wale wanafunzi ambao wanasoma katika hizi shule ambazo zinaitwa group of schools za kitaifa kwa mfano, utagundua kwamba wanajenga ile connection ama mfumo ambao unakuja kuwasaidia katika siku za halafu. Fikiria hivi, wanafunzi 20 wamekaa kwenye darasa, huyu babake ni waziri, yule babake ni injinia, huyu mamake anafanya katika ubalozi wa China. Wanajenga urafiki wakiwa wadogo. Alafu wanapozidi kuwa, wanatembeleana, wanajuana. Kwa hivyo baadaye wanapotoka nje huku, mambo yao huwa rahisi sana. Ikilinganishwa na wale wengine ambao wanasoma katika zile shule nyingine. Kwa hivyo huenda thamani ya masomo inasaidia sana katika kujenga huu mfumo ambao baadaye utagundua kwamba wanapotoka wanapomaliza shule inakuwa rahisi kujua kwamba nikimpigia fulani simu mambo yatakuwa sawa. Lakini wale wengine ambao pengine wamesoma katika shule za mashinani ambazo pengine kidogo za watu wa chini inakuwa vigumu. Anapomaliza masomo anaanza tena alifu kwa kijiti. Anaanza tena kutafutana, wewe unamjua nani, wewe unamjua nani. Na watu wengi ambao alisoma nao ambao anawajua ni watu ambao pengine hawezi kumsaidia katika vita vya kule nje katika maisha ya kila siku. Lakini huyo ambao amesoma katika hizi group of schools ni rahisi sana. Anajua kwamba akitaka kitu fulani, atazungumza na fulani, fulani atazungumza na baba yake na mambo yatakuwa. Ndio jambo ambalo lipo kwa sasa. Kwa hivyo tafakari sana ili usije ukajiuliza mbona marafiki zako pengine hawezi wakutoa katika mitego, ilhali kuna mtu ambaye anajua mtu ambaye anaweza akamtoa katika mtego, ni kwa sababu walianzia shuleni.